mwananchi mwenyewe wa eneo husika ambako amani. Amani ni mtaji wa taifa. Safari ya uongozi wa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Kuna taifa ambalo limebarikiwa si kwa wingi wa rasilimali pekee, bali kwa hazina adimu kuliko zote ya amani. Tanzania, taifa lililojifunza kuwa maendeleo hayachanui pasipo utulivu, na utulivu haulindwi kwa maneno tu, bali kwa uongozi wenye msimamo. Tusisahau kwamba kukua au kukuza uwekezaji nchini kunawezekana kutokana na uwepo wa amani, usalama na utulivu wa kisiasa. Amani ikichafuka haichagui. Niwaombe sana, maendeleo yetu, kunawiri kwetu, kupendeza kwetu, kulala na kuamka salama, tutunze amani ya nchi yetu. Tangu aingie katika nafasi ya juu ya uongozi wa kitaifa, Daktari Mwigulu Nchemba amebeba ujumbe mmoja mkuu: amani haichezewi. Ni wajibu wa kila Mtanzania kuilinda, kuienzi na kuithamini kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho. Katika ziara zake za kikazi mikoa ya Songwe na Mbeya, Daktari Mwigulu Nchemba alizungumza moja kwa moja na Watanzania. Hakuzungumza kama kiongozi aliye juu, bali kama mlezi wa mustakabali wa taifa. Lazima nchi yetu
Haya ndiyo mambo tunayokataa. Mwananchi anafikisha hoja mikono ya miaka yote hii anazungusha tu, kukabidhi akabidhi. Yule mama ameshazunguka, anazungushwa, akitarajia kwamba atamzungusha mpaka yule mama aishiwe nauli, amwachie lile eneo. Sasa namuelekeza ndani ya siku 7 awe amebomoa kile kibanda chake na amrudishie yule mama eneo lake. Ndani ya siku 7 awe amebomoa kibanda chake pale na amrudishie yule mama. Hatuwezi tukawa na utaratibu huu kwamba hata vyombo vya haki vinaamua kwamba mwenye haki ni huyu, alafu kiubabe tu, na kwamba wewe una mali, una fedha, unang'ang'ania tu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitakupatia jina la yule mama ukalione lile eneo. Zikifika siku 7 hajaondoa vitu vyake, peleka vyombo vyenye nguvu zaidi ya yule, nenda kabomoe na mkabidhi yule mama eneo lake. Hatuwezi tukaruhusu watu wanyonge wakawa wanaonewa namna hiyo na wale ambao wana nafasi, wana fedha na wanaweza wakaamini kwamba wanaweza wakapindisha kila kitu. Hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu kwa watu wanaoonea watu wa chini, haiwezekani. Hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu hatuwezi tukawapa heshima watu wanaoonea wenzao. Hatuwezi tukafanya ustaarabu kwa watu wanaopora, wanawaonea
Wanaojaza ni wale wanaojaza ni viongozi wa umma. Hii inatengeneza mwanya wa kwamba fomu zinajazwa kikamilifu, zinajazwa na watu ambao katika baadhi ya maeneo hawako kwenye maeneo yenye chemichemi yenye changamoto kubwa ya rushwa. Kwa mambo yanaendelea kila mwaka, tunakuwa na routinary, tunakuwa tuna kautamaduni ka kujaza fomu kila mwaka, unaisha tunajaza, unaisha tunajaza, unaisha, na kila mwaka ukiisha pia na masuala ya rushwa yanaendelea kila mwaka ukiisha. Hili lazima liangaliwe upya, na Mheshimiwa Waziri, yabainishwe maeneo ambayo yana rekodi za rushwa, yanajulikana, maeneo ambayo yana viashiria, maeneo ambayo kila mtu anajua hapa kuna jambo huwa linafanyika mara kwa mara. Kwa sababu ya mapungufu ya kisheria wale watu wanakwepa. Yabainishwe, hayo ndio yapewe kipaumbele. Mfano, manaibu waziri kila mwaka wanajaza fomu za maadili. Hivi kati ya naibu waziri na mjumbe wa kamati za tenda, nani yuko likely kukutana na rushwa kiurahisi kila wakati? Ni mjumbe. Wapo watu ambao ile kamati ya maadili ile kamati ya tenda ikishatangazwa tu wanaiwekea dau yote, na dau lenyewe linakuwa linafuatana na mradi anaotafuta. Mwingine na jambo hili linapangwa kuanzia bajeti inavyotengenezwa ya mradi, inajumlisha na bajeti ya rushwa. Siku waziri ukipitisha bajeti pale, unaona watu kote wanashangilia, unadhani umesoma bajeti nzuri, kumbe dili lao limepita. Wewe unampelekea fomu naibu waziri, wenzako kule jambo lao lote limepita. Wakienda kwenye viapo, wao wanatakiwa tu ajaze hati ya uadilifu. Hataji alivyoingia alikuwa na nini, sasa ana nini. Wewe unahangaika na mbunge kwa sababu jambo la rushwa likisemwa kwa mwanasiasa lina ladha zaidi. Hatuwezi tukaendelea na utaratibu wa kwamba kwenye nchi hii wawepo wengine wana access zaidi ya keki wanachukua na kwa niaba ya wengine, alafu na wengine wakawa wanaugulia ugumu. Lazima mtu aogope mali ya umma. Ndio ambaye hataki kuwa na self discipline, kuwa na nidhamu binafsi, tumlazimishe sisi serikali kuogopa kugusa mali ya umma. Katiba imesema waziri mkuu ndo atatekeleza ama atasababisha mambo yoyote au jambo lolote ambao rais anataka litekelezwe. Moja ya eneo ambalo Mheshimiwa Rais ameshalisema mara kadhaa ni uadilifu kwenye haya masuala. Sasa hii ni taasisi inayotakiwa kusimamia hili. Simamieni kuanzia kwenye sheria, kanuni na kwenye utekelezaji. Sema tutakuwa na zero tolerance kwenye corruption. Anayedhani ni mzaha na ajaribishe ili tumtolee mfano. Wewe tukaruhusu mambo ya aina hiyo ambayo yanawanyima haki wananchi ya kufurahia matunda ya rasilimali zilizowekwa ndani ya nchi yetu kwa usawa.
vyanzo vya mito hii ambayo tumeelekezwa leo hapa, kwa sababu hapa tulipo sio chanzo, hapa ni eneo la mradi. Tusipotunza vyanzo, tutakuwa na mradi lakini hauna maji. Kwa tuzingatie kutunza vyanzo vya hii mito ambayo ndio tunatarajia ilete maji hapa. Waelimisheni wananchi, lakini pia msimamie ili maji yaweze kujaa kwenye bwawa hili. Maelekezo haya ninayoyatoa yanaenda sambamba na maeneo mengine pia ambayo ni vyanzo vya maji yanayotumika katika miradi ya kimkakati. Fikiria mradi kama wa bwawa la Mwalimu Nyerere, tumejipinda namna hiyo, kila Mtanzania tukapata zaidi ya trilioni 6.5. Leo hii tuje tuathiri vyanzo vinavyotakiwa kupeleka maji kwenye eneo hilo. Hivyo hivyo na hapa tumejibana fedha za Watanzania wenyewe ili tutatue tatizo la maji pamoja na umeme pamoja na umwagiliaji. Leo hii tuje tuathiri vyanzo, tuathiri na mradi wote kwa ujumla huu ambao tumeweka. Kwa hiyo tuendelee kusimamia maeneo hayo, masuala ya aina hiyo yanayohusiana na kutunza vyanzo vya maji. Katika mwambao wa kusini mwa Tanzania ipo bandari ya uvuvi ya Kilwa ambayo ni sehemu ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Mheshimiwa Mwigulu Nchemba alipata fursa ya kutembelea bandari hiyo. Daktari Samia Suluhu Hassan akasema itajengwa bandari ya uvuvi ya kisasa kama zilizoko Ulaya na mataifa mengine, itajengwa hapa, na imejengwa kwa fedha za Watanzania. Na haya si maneno tu, ninyi wenyewe mnashuhudia huu mradi. Mimi nimezungushwa, nimeuona, ninyi mko nao hapa mradi huu, mnaushuhudia. Zaidi ya bilioni 280, na unaenda kutengeneza ajira, unaenda kuongeza kipato cha Watanzania wanaojishughulisha na sekta ya uvuvi. Na pamoja na changamoto za kidunia za kiuchumi, mradi haukukwama. Hii ndio maana halisi ya uongozi unaoacha alama. Hii ni mali ya Watanzania, inaenda kuwapa kipato Watanzania, inaenda kubadili maisha ya Watanzania, inaenda kuongeza pato la taifa la Watanzania, inaenda kutengeneza ajira. Nimeambiwa ajira ukiweka na mnyororo wake ni zaidi ya 30,000. Na hapo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sekta hii anaendelea na programu zingine zinazoendana na kutengeneza ajira, ikiwemo kugawa boti, ikiwemo uvuvi wa vizimba pamoja na mambo mengine yanayofanana na hayo, na uboreshaji wa maeneo mengine ya uvuvi yaliyoko kando kando mwa bahari kuu. Hivi ndivyo matatizo ya Watanzania yanavyopaswa kutatuliwa, na hii inatoa jawabu la kupunguza umaskini, na hii inatoa jawabu la kuongeza kipato. Safari ile iliyoandikwa kwenye dira ya 2050 inaanza na miradi mikubwa kama huu ambao hatukuwahi kushuhudia ndani ya nchi yetu. Kwa Dr. Mwigulu Nchemba, amani si kauli mbiu, ni sera ya maisha, ni msingi wa usawa, nguzo ya maendeleo na dhamana ya taifa. Mataifa hujengwa kwa maamuzi ya leo, na katika kila ziara, kila ujumbe na kila mradi, ujumbe wake unabaki kuwa ule ule: ilinde amani, linda haki, linda maendeleo. Hadi kufikia